Leo tutakuwa na Odela na Paul. Hao jamaa wanakaa kwenye apartment moja ila wanashare sable tu, kila mtu ana chumba chake. Tutajua hapo mbele kwa nini washikaji wanakaa wote. Sasa wakati Odela ametoka kazini ameingia ndani, anasikia vitu vya ajabu ambavyo havielewi. Si akamkuta Paul amekaa na demu. Alipojaribu kuuliza Paul akamwambia kwamba mwanamke wake alitaka wajaribu vitu vya tofauti, hivyo wakaamua wafanye mambo yao kwenye sable pale. Basi Odela alikasirika sana akamwambia kwamba mbona mnafanyia huko chumbani bana? Kisha akaondoka pale. Sasa ukiachana wao jamaa kuishi pamoja, kila mtu ana tabia zake. Paul ni mtu wa mademu, yani yeye kila siku demu wake lazima aje. Alafu Odela yeye ana hata mume, ana hata mpenzi wa kumpigia simu usiku kumwambia usiku mwema. Alipofika huko chumbani, alimpigia binti ambaye alimuunganisha kwenye hii nyumba. Basi akawa anamlalamikia sana kwa tabia ambazo anazifanya Paul. Baada ya kumaliza kuongea na ile simu tu, simu ya mamake ikaingia. Mama akawa analalamika akisema kwamba kila mtu kule kijijini kwao ameshaolewa. Bado yeye tu anasubiri nini? Na kwa nini mpaka leo ana mume? Yeye anataka wajukuu. Sasa haya ndo maisha ya Odela kila siku. Mama yake anampigia simu na anamlalamikia juu kwa nini hapati mwanaume. Baada ya Odela kukata simu tu, akaanza kumlalamikia Mungu akisema kwamba kwani yeye ni kuni au? Kabla hajaendelea kuongea sana, akaanza kusikia sauti za chumbani. Zilikuwa ni sauti za mchumba wa Paul. Na huwezi amini kilichopakanisha ni kakoldo tu kadogo. Basi Odela ilibidi atoke pale na kwenda kugonga kwenye ule mlango. Paul alitoka pale nje akawa anauliza nini shida na wewe? Odela akasema kwa nini kimewapata nyie? Wewe Paul unataka umuoe dada? Paul akasema ni muoe na nini sasa? Si anapata raha au? Odela akasema mimi najaribu kusali kule lakini mnaingia katikati ya maombi yangu. Ule mwake na Paul akaingilia akaanza kusema Odela nawe vipi kwanza? Mfuata biashara zako huko. Basi baada ya Paul washikaji wakabidi warudi ndani tu. Odela akabaki pale anagomba. Mwisho kabidi aingie ndani akachukua kengele akarudi pale akaanza kuwagongea kwa nguvu mno. Na hayo ndo maisha ya Paul na Odela. Karibu sana Film Africa Recap. Subscribe na utani on notification bell ili wa kwanza kupata taarifa recap zetu mpya. Pia bonyeza kipaupa kilichotokea hapo juu kutizama filamu zetu nyingine. Siku iliyofuata Odela alikuwa akiongea na dada yake kwenye simu. Akanamwambia kwamba amwambie mama yao atulie tu kwani mahusiano huwa hayaji haraka hivyo. Anatakiwa apate date, apate mwanaume kisha waende wakubaliane mpaka waje kuoana. Hivyo atulie tu na anajua sababu yote mpaka mama yake anaongea hivyo ni kwa sababu wengine wote wameolewa isipokuwa yeye tu. Sasa Odela akiwa anaongea pale, kidogo Paul akapita na mwanamke wake ni kama wamegombana hivi. Odela ikabidi amwambie dada yake akate simu atampigia baadaye. Paul alivyorudi akaanza kumgombeza Odela kwa kitu kilichotokea jana. Na hiyo ndio imekuwa sababu mpaka mwanamke wake leo asubuhi amekasirika ameamua kuondoka. Lakini wakati Paul anagomba sana, Odela akawa anamjibu, akawa anamgongea kengele tu. Mwisho akaondoka pale. Baada usiku Odela akawa anasali kwa nguvu akipiga kengele. Wakati huo Paul amelala usingizi, alishtuka akaangalia saa akakuta ni saa 7 usiku. Huko ndani Odela anasikika akisali akigonga kengele tu, yani huko ndani ilikuwa ni kelele. Paul alishindwa kuvumilia ikabidi amke tu. Huko ndani Odela anasali sana. Paul alipoingia pale akamuuliza shida nini tena? Hebu acha kelele basi tupumzike, kwani tupo vitani au? Odela akawa kama amsikia akaanza kupiga kelele, anapiga ile kengele. Paul akamwambia ayasubiri nikwambie, najua unahangaika sana kutafuta mwanaume, lakini mimi nitakusaidia, nitakuunganisha na marafiki zangu baadhi wawili watatu hivi afu wewe utaongea nao uone itakuwaje, sawa? Odela akauliza kweli? Jamaa akamwambia nitakuunganisha nao kisha mtakutana, ila kwa sasa hivi naomba upumzike afu uniache nilale, sawa? Maana huko ndani ni kelele zako fire. Mwisho siku moto wake huko ndani tutauzimaje sasa? Naomba upumzike, sawa? Kisha Paul akaondoka pale. Ile Paul ametoka tu hiyo amefunga mlango. Odela akaanza kupiga tena makengele huko akisali kinoma. Baada ya siku kweli Odela alikutana na mmoja kati ya marafiki wa Paul. Sasa walipokuwa kwenye ile restaurant hapa, akaja mhudumu akaleta menu. Mshikaji alipoisoma tu akagundua hapa ni gharama. Akaanza kuuliza, "Kwa maji ni shingapi hapa?" Huyu mhudumu akasema maji ni 1000 tu. Jamaa akastuka. 1000? Jamaa akasema, "Mimi siongelei makubwa, naongelea kile kidogo hivi." Mhudumu akasema ndo hayo 1000. Basi jamaa ikabidi agize maji. Baada ya pale akampatia menu Odela. Odela akamuuliza mshikaji, "Uko sawa kabisa unakunywa maji tu?" Jamaa akasema, "Hamna shida." Odela akaagiza wali samaki, sijui mayai ya kuchemsha marude kibao. Kisha akamuuliza mshikaji, "Upo sawa kweli unakunywa maji peke yake?" Jamaa akasema ndio. Odela akamwambia kwamba wewe agiza chochote kile mimi nitalipia. Mshikaji akastuka. Kisha akachukua ile menu akasema, "Afu nimekumbuka nilikuwa sijala toka asubuhi." Mshikaji akaagiza. Hapa ndipo Odela akajua kwamba hiki kitu ni kitu. Unajua mshikaji alikuwa na masiala yani aliagiza. Hebu msikie kwanza. "Give me 2 plates of swallow. Mtegusi soup." Baada mshikaji kuagiza, waiter alipoondoka tu pale, Odela naye akaaga anaenda washroom. Mshikaji akaanza kumpamba pale, "Baby wangu huyo." Basi Odela akaondoka pale. Baada ya muda mshikaji ameweza kula anasukumia na tropical juice pale. Waiter alifika pale, yani huyu jamaa ameagiza chakula kingine mpaka amefungiwa. Jamaa akashika simu ampigia Odela. Piga sana simu. Waiter alirudi pale akampatia bili. Mshikaji akauliza, "Yule mwanamke niliyekuwa naye hapa yuko wapi?" Waiter akamwambia ameondoka. Kwenda wapi? Waiter akamwambia yeye ajui. Basi jamaa akasema hapana, hawezi kuondoka kama hivyo. Akashika simu anajaribu kumpigia. Piga sana simu. Mshikaji leo anaosha vyombo. Jamaa akauliza, "Vipi lakini amelipia?" Waiter akamwambia hajalipia. Huyu jamaa jicho lilimtoka kinoma. Kisha waiter akaweka bili pale akamwambia, "Unatuma au unalipia cash?" Mshikaji alipoisoma ile bili ndo alichoka zaidi. Upande wa pili huko nyumbani, Odela rudi akawa anamuita Paul. Akanamwambia kuhusu jamaa ambaye alimuunganisha kule kwenye date.
Po akauliza kafanya nini tena? Odela akasema yani kwa sababu nimemwambia analipia ndio aagize kila kitu pale, yani kama fuso na nimemwacha kule atalipia mwenyewe. Po akacheka sana mbavu wana. Kwa hiyo unacheka nini sasa na wewe? Hapana, najaribu tu kuvuta taswira. Basi Odela alikuwa akilaumu sana akizani kwamba Pondo kamchongea mchongo. Baada ya pale ikabidi aondoke tu. Sasa ukiachana na jamaa kuishi hivyo, wao wana ukaribu sana kusaidiana mambo. Muda mwingine anasaidiana ideas na nini. Sasa leo Po ikabidi amuulize Odela kuhusu maisha yake. Kwani ni mwanamke mzuri tu, lakini kwa nini hana boyfriend? Licha ya kwamba wanaume kibao wanajitokeza kuwa naye, lakini ni kama vipofu wamuoni. Odela akasema kwamba hao wanaume sio vipofu, ila mimi ndio nawakataa. Kumaanisha kwamba Odela bado hajaona mtu ambaye anamfaa. Basi Po akawa anamtania sana Odela. Odela akasema kwamba niseme tu kweli, yani mimi nachagua sana yani. Basi baada ya pale stories za hapa na pale zikawa nyingi, mwisho akaagana usiku mwema, kila mtu aende akalale. Baada ya siku kadhaa kupita, Po akiwa na mpenzi wake, inasikika sauti ya Odela akiimba kwa nguvu mno kwa kisari. Po aliamka akawa analalamika sana juu ile mwanamke kupiga kelele usiku wa manane. Basi Po akiwa pale akapata wazo. Huko Odela amekazana tu kuimba. Basi Po akaingia pale na yeye akaanza kumsupport kwa kuimba. Wakawa naimba pale na nini. Kisha akamwambia kwamba, "Haya sasa, Mungu amekusikia maombi yako." Jamaa akamwambia Odela kwamba kamtafutia mtu ambaye yuko serious na maisha yake na anataka watoke date kesho, hajiandae na jamaa yupo serious kabisa, anataka ndoa. Basi Odela alivyosikia vile kuamini kwa furaha kimbilia mchiza akamkumbatia huko akimshukuru. Baada ya pale jamaa wakati anaondoka akamwambia kwamba haya, Mungu asikia maombi yako, kwa hiyo punguza sasa punguza kuimba, sawa? Kisha mshikaji akaondoka. Basi asubuhi ilipofika, wakati Po akiwa anapata zake kifungua kinywa pale, Odela alikuja pale akamuonesha nguo na nini. Mshikaji akamsaidia kumchagulia kwa ajili ya ile date ambayo alimwambia jana usiku. Basi baada ya pale Odela akaondoka. Huko chumbani Odela maandalizi kibao na nini, anaenda kukutana na mchumba leo. Mida usiku ilipofika, Odela alikutana na mchizi. Basi mchizi akawa anarusha mistari pale na mchizi inaonekana yupo serious sana. Akawa anasema kwamba, yani siku kwanza nipo kuona tu, nikasema huyu hapa ndio dunia yangu. Acha nikupe pesa, tuzunguke dunia nzima. Yani umeona wakati huu, yani pesa nyingi zitatoka. Sasa mwamba kwenye kusifia akaanza kuimba. When I cross my eyes. We, cross your eyes kwa nani? Sasa huyu dada ilipofika pale akakaa na inaonekana ni mjamzito. Odela akauliza, "Samani, wewe ni nani? Ogude Q, you the crazy. Yani mbele ya mume wangu unaniuliza mimi ni nani?" Kuisha. Odela jicho likamtoka huyo. Sasa kwa kifupi ni kwamba Po kamuunganishia Odela kwa mwanaume ambaye ameoa. Na isitoshe ni kwamba udada wa ujauzito alionao ni ujauzito huyu mshikaji. Kwa mshikaji ajabu kujitetea sana pale, lakini mwanamke akaingilia akamwambia kwamba umeona hapa nilipo, ujauzito ni wa kwake. Basi Odela alishindwa pale, ikabidi aondoke tu. Mchiza kabaki na mwanamke wake wakigombana sana pale. Upande wa pili, Odela alifika nyumbani akiwa amechoka sana na ana mawazo mno. Jamaa akamuuliza shida ni nini? Odela akasema kwamba yule jamaa ameoa na ana watoto wawili. Po akashangaa akasema kwamba lakini mshikaji ameniambia mimi hajaoa, na wakati nampigia kabisa simu akasema yeye hajaoa. Sasa nini kinaendelea? Basi wakawa nampa pole pale, lakini Odela hakuwa na furaha kabisa. Basi Po akanamsisitiza kwamba watajaribu tena na wana uhakika kabisa Mungu atamletea mwanaume wake. Baada ya pale Odela ikabidi aondoke tu. Sasa baada ya siku kupita, Odela akiwa chumbani kwake pale, Po alifika pale akamwambia kwamba kila kitu kinaenda kuwa vizuri sasa. Nimepata mwanaume mwingine kwa ajili yako. Odela akamwambia kwamba isije kuwa ni kama yule jamaa wako ambaye alikuwa anakula sana. Jamaa akasema hapana, huyu jamaa ni special sana. Yani ni rafiki wa rafiki yangu. Odela akamuuliza, "Kwa hiyo huwa mnanijadili na marafiki zako?" Po akamwambia kwamba Odela, unaijua kabisa hali yako Kwa hiyo hauwezi ukakaa tu ndani unasali mwanaume akaja. Lazima tuongee na watu ili watu watuunganishe na watu. Sasa akiwa anaongea pale, kidogo simu yake ikaita. Alikuwa ni yule mchumbake kampigia. Basi wakaanza kusifiana pale. Odela alikuwa pendi sana ile tabia. Basi baada ya hapo kumaliza kuongea na mpenzi wake, alivyokata akamwambia Odela kwamba ninavyoongea na wewe sasa hivi hapa, huyo mshikaji upo njiani anakuja hapa nyumbani. Odela akashangaa, kisha akauliza ni handsome? Po akaanza kujingatangata, anamwambia kwamba wewe utaona tu mwenyewe, lakini jamaa yuko vizuri. Sasa wakiwa pale kidogo mlango ukaanza kugonga huko chini. Sasa pale alipofungua ule mlango akawa anashangaa nini kinachoendelea. Kisha akashuka mshikaji, anaonekana kama ni chief. Sasa kumbe Po aliongea na rafiki yake amuunganishie mwanaume kwa ajili ya Odela na yeye hajawahi hata kumuona. Hivyo akawa anamuuliza huyu jamaa, "Wewe ni nani?" Huyu jamaa akajitambulisha pale, kisha akasema kwamba yeye yupo hapa kumuona bibi harusi wake. Po akashangaa, bibi harusi yupi? Jamaa akasema ndio, my beberebe, sweetie. Po akili kamkaa sawa, akasema kumbe ni wewe. Jamaa akasema ndio, ni mimi. Basi wakaanza kuimba pale wakicheza na nini, kisha akamkaribisha ndani. Huku juu Po alifika kwa Odela akamwambia kwamba washikaji tayari wameshafika hapo chini. Odela akauliza jamaa anaonekaneje? Jamaa akasema unajua uzuri wa mtu unaweza kuona wewe mwenyewe, lakini mshikaji ana muonekano na anavutia sana. Yaani ukimtizama unaona kabisa huyu jamaa ananukia utajiri. Basi baada ya pale Odela akakubali, kabidi watoke. Sasa huku chini mpambe huyu chifu anaimba tu, anafurahi kinoma. Odela na Po alipofika pale, chifu alipomwona
kumwona Odela tu jicho likamtoka huyo pale pale, akawa amempenda, akawa anasema kwamba hii kitu yenyewe kabisa. Jamaa kanamwambia kwamba malkia wangu njoo hapa, njoo hapa. Po akamwambia kwamba kiongozi, tafadhali muongelee hapo hapo tu, haina shida yoyote ile. Sasa Odela na Po wakawa kama wananong'onezana kitu hivi, inaonekana kabisa Odela hajampenda huyu mshikaji. Basi mpambe naye akaanza kumsifia bosi wake kwa Odela. Pale pale wakasimama wakaanza kucheza. Sasa Po na Odela wakawa wanashauriana kitu. Po akawa anamsisitiza Odela kwamba yeye akubali tu ende naye date, hamna shida mbona si ndio mwanaume yule ambaye anataka aolewe naye. Odela akaona mambo yatakuwa mengi, akasema haya, tokeni nje. Po akawa anamtuliza. Jamaa akauliza kwamba kwani mimi sio handsome? Kisha akaanza kujisifia sana pale, nitakutoa kwenye hii nyumba nikupeleke sijui wapi. Sasa mshikaji kwenye kuongea akaanza kusifia na ujinga. Odela kichwa kikamcheza, akasimama pale akawafukuza. Po ikabidi aungane na Odela naye akawatimua washikaji, tokeni nje. Akawatoa nje, akafunga mlango. Po alivyorudi ndani tu Odela akaungana naye, basi wakaanza kukunjana pale. Po akawa anamtuliza Odela. Mwisho Odela ikabidi aondoke tu pale. Baada ya siku, Odela usiku alikuwa kisali sana, kama kuna yeyote amemficha mume wangu ashindwe katika jina la Yesu, nguvu za giza ziko kwenye nyumba zipotee, huko akimwaga maji kila kona ya nyumba. Sasa alipofika huko sebleni, Po alikuwa amelala pale pembeni, lakini Odela kumuona akawa anamwaga maji tu. Sasa akammwagia na Po akashtuka, akasema nini tena hiki Odela akasema kwamba nasali kama kuna mapepo mundani apate kuweza kuondoka na nguvu za giza. Po akauliza kwa mimi ni pepo au mimi ni nguvu za giza? Sasa maana umenimwagia na mimi maji. Po akamwambia Odela kwamba yaani huko umeshikilia maji ya upako, umeshikilia Biblia na makengele, nini hicho? Kisha akashika kinywaji chake akanywa. Odela akashangaa, akamuuliza Po, kwa hiyo umeelewa na toka lini umeanza kunywa? Po akasema kwamba wewe acha tu kwanza, hii dunia ina surprise nyingi sana. Sasa Po kitakuwa kimemkuta nini na yeye, maana inaonekana kama ana mawazo mno na anakunywa pombe kwa sababu ya mawazo. Odela akasema kwamba yeye support kabisa jamaa anavyokunywa pombe, hivyo akamwambia kwamba ngoja aendelee tu na maombi yake, maana kuna vitu vingi havieleweki kwenye hii nyumba. Basi akaanza kupiga kengele huko akiendelea kuomba. Asubuhi iliyofuata Odela alikuwa anafanya mazoezi na nini, kidogo kuna mshikaji akamuona. Sasa huyu jamaa tutamfahamu hapo baadaye, ila jamaa alionekana kumtamani sana Odela. Basi bana, baadaye Odela alirudi kutoka mazoezini akamkuta Po amekaa, lakini amepoa sana na sio kawaida yake. Alipokaa pale na kujaribu kumuuliza Po, ilibidi amwambie ukweli. Po akamwambia kwamba alimkuta mwanamke wake akimchiti. Basi Odela alishangaa sana, akamuuliza huyu wa kila siku hapa? Po akamwambia ndio yeye, na nimemuona kabisa kwa macho yake hivi ni akimchiti. Sasa kumbe ndio sababu ambayo ilimfanya Po usiku akawa anakunywa sana pombe. Basi Odela ikabidi achukue jukumu la kumpooza pale Po na nini. Po akasema kwamba yani kwa sababu amenichiti na mimi namchiti, dawa ya kuchiti ni kuchiti. Odela akawa anashangaa. Kisha jamaa akamwambia kwamba yani leo nahisi maumivu ya kichwa sana, na kuomba tafadhali leo usisali kabisa. Odela akamwambia kwamba haya maombi ninayofanya yatakusaidia na wewe pia, kwa hiyo lazima nitasali. Basi Po akamuomba kwamba asisali, yeye anaumwa kichwa kwa siku ya leo. Odela ikabidi aondoke tu pale. Dakika kadhaa mbele zinasikika kelele, my husband will locate me, popote pale mume wangu alipo basi wiki hii nikutane naye. Basi Po alichoka, yani kumbembeleza kote kule Odela, lakini Odela bado amefika juu na ameanza kusali. Leo Po akiwa anatoka hapa alikutana na huyu mshikaji. Basi wakasalimiana pale, na inaonekana huyu jamaa ni mgeni kwenye huu mtaa. Sasa baada ya salamu, jamaa akauliza kwamba kuna mwanamke huwa namuona anafanya mazoezi hapa, na hisi atakuwa ni dada yako. Jamaa akasema yupi huyo? Nishamjua unayemsemea. Kwanza huyo sio dada yangu, tunashare naye tu nyumba. Sio nyewe mambo ya Lagos tena kodi inakuwa kubwa na nini, na mara nyingine wanasema kwamba hawampangishi mtu ambaye hajaoa. Kwa hiyo tuna organize na nini kisha tunaishi wote. Sasa huyu Kipala akawa kama amemuelewa Odela. Jamaa akamuuliza mbona unaonekana kama umempenda Kipala akasema kwamba sasa anachaje kumpenda mwanamke mzuri kama yule. Basi Po ikabidi atumie njia ile kumwambia jamaa kwamba amemtengenezea Odela profile kwenye app ya kutafuta wachumba. Hivyo huyu jamaa mwenye Kipala ajifanye kama alimtafuta kule kwenye ile app. Kisha wakubaliana aondoke ule muda waingie ndani. Ukipala kana anasema kwamba hata sijavaa vizuri. Po akamwambia wewe unajali nini kuhusu kuvaa vizuri? Wewe tuondoke hivyo bwana. Sasa washikaji walipoingia ndani tu, kelele za Odela zinasikika kisali sana huko juu. Akisema kwamba mwanaume wangu nikutane naye wiki hii. Huyu jamaa akawa anashangaa. Basi wakakaa pale, kisha Po akamwambia kwamba ngoja niende huko juu nikamchukue kisha nakuja naye sasa hivi hapa. Kisha Po akaondoka. Walipofika kujua kamkuta Odela anasali sana. Akamwambia amen. Sasa nisikilize, yule mwanaume unayemtaka tayari ameshafika hapo chini. Odela akashangaa, kisha Po akaanza kumpangilia. Akamwambia je, kutengeneza profile kwenye app ya kutafuta wachumba na nini. Odela alikasirika sana, lakini Po akamwambia kwamba yeye amejaribu kufanya mambo yaende haraka kwa sababu kila siku anaomba. Umeona hii imesaidia, amepata mwanaume kiurahisi. Basi wakakubaliana pale, kisha wakashuka. Walipofika huko chini wakasalimiana pale na nini. Jamaa akajitambulisha jina lake ni David. Baada ya pale Po ikabidi aondoke awaache tu wenyewe. Basi wakakaa pale na Odela anaonekana kumchekechekea sana umwamba. Inaonyesha kwamba yeye mwenyewe kampenda. Wakabadilishana namba na nini, kisha mshikaji akaaga kuondoka. Odela alifurahi sana, akawa anasema kwamba Mungu nakushukuru kwa kusikia maombi yangu. Basi Odela alifurahi mno yani. Baada ya siku kupita, leo washikaji wametoka zao date na nini. Basi David akashuka pale akamfungulia Odela mlango, kisha wakaanza kukubaliana lini watakutana tena. Baada ya pale mshikaji akanataka kiss. Odela akawa anajificha na nini, la mwisho akakubali. Mwamba akaulamba ukisi. Baada ya pale wakaagana, kisha Mwamba akachimba. Uko ndani Odela alivyoingia akamsimulia kila kitu Po juu ya yeye na yule mshikaji wamekiss na nini.
nini. Basi Paul akasema da, afadhali hata sasa hivi maombi yatapungua humu ndani, kelele za fire zitaisha, maana niko bado kidogo nyumba iungue sasa. Basi Odela akawa anasema sasa hivi nimepata mwanaume, akawa anafurahi sana pale. Mwisho ikabidi aondoke. Paul akabaki pale anafurahi mno. Kidogo mwanamke wa Paul akampigia. Paul akamwambia kwamba acha kuniongelea kama hivyo mara ngapi umenichiti mimi? Mara ya kwanza umenichiti nimekukamata nimekusamee. Mara ya pili umenichiti nimekukamata mara ya tatu. Na hii mara ya 4. Acha bwana usinipigie tena. Kumaanisha kwamba Paul ndiye amsemei kabisa mwanamke wake. Kwa hiyo Paul yupo single sasa hivi. Ngoja naye aanze kusali sasa. Basi bana, siku nazo zikaenda. Odela na David na wenyewe penzi lao limeanza kuwa moto. Sasa Paul alipofika pale akawasalimia na nini, kisha akaanza kumtania Odela pale, si unajua tena, akimtekenya kisha akaondoka. Lakini David hakupenda kabisa kile kitendo. Baada akaingia kuchumbani akawa anafanya mambo yao. Kidogo Spo akaingia bana. Akawa anasema hebu nichagulie kati hiki kiatu cheupe na hiki cheusi nivae kipi? Odela akawa anamkonyeza